Leo nataka tujifunze kwa wanaume. Nitabezi sana na wanaume sana. Na ninajua hivi kwenye vichwa vya watu kuna maswali mengi na kuna vitu vingi nitavisema, ukiniwahi mbele hautanielewa. Nisikilize vizuri kabisa unielewe. Na ninaanza kwa kusema hivi, mimi niliosimama hapa mbele, nikiambiwa kati ya kazi na mke nichague nani? Nachagua kazi. Bwana Yesu asifiwe. Najua kabisa kuna watu nimewaconfuse. Na mama mchungaji kabla sijaingia ananiambia niko hapa na kuangalia, kwa hivi saizi amechanganyikiwa naye. Mungu wangu, huyu mbaba kazi tena na sio mimi. Nisikilize tuende vizuri unielewe. Niliwaambia vitu vingine vyote vilivyotengenezwa, ukitaka kuvifahamu vile vitu vina kitabu. Na sisi binadamu tumetengenezwa, tukitaka kujifahamu tuna kitabu kinaitwa Biblia. Sasa angalia, wengi wakiisoma Biblia wanashindwa kuitofautisha. Nisikilize vizuri uelewe kwa nini nasema nachagua kazi. Aliyeandika kitabu cha Mwanzo anaitwa Musa. Musa aliandika habari za sehemu ambapo kwa wakati huo haipo kama ilivyokuwa. Yaani Musa anaposema hivi, Mungu akasema si vema mtu huyu awe peke yake, yuko kwenye dunia yenye dhambi, tayari ina dhambi, alafu anaizungumzia dunia ambayo haina dhambi. Sasa kuna watu wanachanganyikiwa, kuna vitu vimeelezwa kwenye dunia isiyokuwa na dhambi, wao wanavitafsiri kwenye dunia yenye nini? Yenye dhambi. Kwa mfano hapa nikikuuliza kazi ni nini, wewe utatafsiri kwenye dunia yako ya leo. Yaani hapo ulipo leo nikikwambia kazi ni nini, wewe utanijibu kitu ambacho wazungu wenzetu wanasema job. Wewe ndio utaita kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikusogelee karibu. Wakati Mungu anaumba, Musa akiwa anaandika, ukisoma Biblia angalia, Musa ameandika vitu viwili, kuwa macho sana ukisoma. Kitu cha kwanza alikuwa anaandika idea iliyokuwepo kwa Mungu, cha pili akaandika implementation ya idea. Mfano, Mwanzo 1:26, 27, 28, Musa aandiki tendo linaloonekana, anaandika wazo lililokuwepo kwa Mungu. Alionyeshwaje? Na mimi sijui. Musa anasema hivi, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Hii ni idea ya Mungu, bado hajaiweka katika vitendo. It is just a thought. Ukienda Mwanzo 1 fungu la kwanza, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Ili neno hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, sikiliza vizuri unielewe, ni samale ya kazi nzima Mungu aliyoifanya. Kwa hiyo unapomsoma Musa kuwa makini, kuna wakati anazungumzia, maana wakati Mungu anasema, Mungu akasema si vema huyu mtu awe peke yake, ama Mungu akasema na tumfanye mtu. Swali, alikuwa anasema na nani? Musa alikuwa wapi? Aliona nini? Kwa hiyo Musa alipokuwa anaangalia, Mungu anamuonyesha mpango wake kabla hajaufanya. Mpango wa Mungu ulikuwa kumuumba mtu, lakini ili mtu aumbwe, Mungu anahitaji amwandalie mazingira ambayo mtu atakuwepo. Hiyo ni Mwanzo ngapi? Mwanzo 1. Ukienda fungu la pili na kuendelea, ndipo Mungu sasa anafanya implementation. Anafanya kile alichokifikiria kwa vitendo. Iwe nuru, iwe anga, akachota maji akaweka juu. Hayo sasa anafanya kwa vitendo. Lakini nenda kitabu cha Mwanzo 2. Nisikilize, mimi nachagua kazi. Nenda Mwanzo 2. Mwanzo 2 Mungu anaanza kuonyesha namna alivyoumba. Pale Biblia inaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, neno mtu linakava jinsia zote mbili, ke na me. Kwa hiyo ukitaka kusema mtu, unapaswa useme mtu wa kiume, mtu wa kike. Lakini swali, Mungu alianza kumuumba nani kati ya hawa wawili? Hata unapokuja lile fungu anasema hapa chini, mkatawale mkavimiliki, nani wa kwanza kuambiwa kati ya mke na mume? Yupi alipokea taarifa kabla ya mwenzie? Ukienda Mwanzo 2 fungu la 7, mwanadamu wa kwanza kuumbwa ni mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Wa kwanza kuumbwa ni mwanaume, ndiye aliyekuwa wa kwanza kuumbwa. Wakati mwanaume anaumbwa, nenda kaisome Biblia yako, vitu alivyopewa. Mwanzo 2 inasema hivi, fungu la 7,
Mungu aliniumba mimi jinsia ya kiume kwa vumbi, akanipulizia pumzi ya uhai. Alipomaliza kuniumba, cha pili akanitengenezea. Sikiliza vizuri. Aliumba dunia yote ikakamilika. Akaniumba na mwanaume, hajamuumba mwanamke bado. Akafanya kitu kingine, wakati akiwa mwanaume, Mungu na viumbe vingine, Mungu akatengeneza katika dunia yote aliyoiumba. Mungu akachagua kakipande kadogo, akatengeneza, akakaeta bustani. Mwanaume ndiye wa kwanza kuingia kwenye nini? Wakati huo mwanamke hayupo. Sikiliza, kitabu cha Mwanzo 2:15, baada ya mwanaume kupewa bustani, kitu cha tatu alichopewa mwanaume, alipewa kazi. Nenda kasome Biblia yako. Hakupewa mwanamke. Mwanzo 2:15 linasema hivi, ilime na kufanyeje? Hapo bado mwanamke hajafanyeje? Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize unielewe. Mwanaume ameshapewa kazi na akaanza kumuonyesha Mungu kwamba mimi si wa mchezo, niko serious na kazi. Adamu akiwa kwenye bustani anatembea, kakakatisha kasimba, akamwangalia, akamgeukia Mungu. Mungu, wewe huyu haitwe simba. Mungu akasema kumekucha. Ataitwa nani? Nani ananyelewa nipungie mkono? Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize vizuri. Shida yetu iko hapa. Nikisema kazi, watu wote nyinyi mnaanza hivi, dokta, kulima, kuchonga vitanda. Niwaulize swali. Kwenye bustani ya Eden alikuwa analima nini? Adamu kwenye bustani ya Eden analima nini? Magugu hamna. Anamwagilia bustani. Anamwagiliaje wakati Mwanzo 2 inasema ilikuwa inajimwagilia yenyewe? Ukungu ulikuwa unatua juu ya nini? Hivi mwahi kujiuliza, Adamu akiwa katika bustani ya Eden alikuwa anafanya kazi gani? Alafu angalieni watu leo wanavyotuchanganya. Samanini, nisikilize vizuri na hili somo lina muendelezo, usije ukanielewa vibaya. Leo hii kuna watu wanatafsiri kazi ambayo sio hiyo Mungu aliyoisema. Utakuta mtu anasoma Biblia anakuambia kabisa, Mungu amesema tupige kazi. Hata alivyotuumba, Adamu aliambiwa ilime na kuitunza. Analima nini? Majani hayakauki, matunda hayaishi. Analima nini? Hivi mwahi kujiuliza alikuwa anafanya nini Adamu? Hem, niambie kazi gani alikuwa anaifanya? Ndio maana mimi nakwambia tena, narudia, mimi kati ya mke wangu cha kwanza kazi. Na ninasema hivi kwa confidence kwa sababu naielewa kazi aliyopewa Adamu kabla hajapewa mwanamke. Na niwaambie wanandoa wengi, maana hili wiki nitalizungumzia ndoa. Wengi leo tunakosea kwenye ndoa kwa sababu kuna vitu vidogo vya msingi hatuvijui. Sikiliza, Biblia inaniambia hivi, mwanamke akaumbwa kuwa msaidizi wa kumsaidia mmewe kazi. Kazi gani? We mke wangu, eti shoma mama, wewe si ni msaidizi? Unanisaidia kazi gani sasa? Hivi Adamu yuko katika bustani ya Edeni, amepewa kazi ambayo mpaka sasa hivi mimi na wewe hapa hatujui amepewa kazi gani. Alafu anaongezewa mtu wa kufanyaje? Kazi gani? Alo, kama tuko pamoja nipungie mkono. Ngojeni niwaambieni, mimi nawaambieni serious. Hakuna kitu kizuri duniani, hakuna kitu kizuri kwenye hii dunia tunayoishi kama ukiback to the origin. Yaani ukitwist mind yako ukarudi kumwangalia Mungu, vitu alivyovisema, alivyovipanga, alivyoviamuru, ukamuelewa, hii dunia utaenjoy na utaenjoy tena. Lakini usipoielewa utajua ujui na utateseka. Sikiliza vizuri. Dhambi ilipoingia, Biblia ndio inaniambia hivi, akapewa mboga za kondeni. Si wewe ni shahidi? Alafu akaambiwa hivi, utakula kwa jasho. Hiyo sasa sio kazi aliyopewa kwenye nini? Alo? Hiyo sio kazi aliyopewa kwenye bustani. Sijui nchi imelaaniwa, utakula kwa jasho. Eva utazaa kwa uchungu. Haya mambo hayakuwepo. Kwa hiyo kazi aliyopewa Adamu sio hii ambayo tuko nayo leo. Na ni lazima uzijue ili uzitofautishe. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko pamoja nipungie mkono. Sasa twende tuangalie kazi aliyopewa Adamu ni kazi gani? Halafu mwishoni nitakuuliza kama tunakubaliana wanaume tuliokuwepo hapa, kama tutakubaliana sasa kwamba 90% ya maisha yako kazi, alafu ndo anafuata nani? Mwanamke. Nisikilize. Ili neno kazi
Kwa lugha ya wenzetu Kiebrania, tafsiri yake inasema hivi: Adamu akaambiwa na Mungu, kuwa vile nilivyo kuumba. Narudia, maana ya kazi aliyopewa Adamu na Mungu. Sikiliza, hapa haya mambo yote yanafanyika, ukumbuke hakuna kiumbe anaitwa mwanamke. Mungu anamwambia Adamu hivi, kazi ninayokupa Adamu, nataka uwe vile ambavyo mimi nataka uwe, na vitu nilivyoviweka ndani yako nataka vithibitike na vidhihirike vile ambavyo mimi nimekufanya uwe. Ndio kazi aliyopewa. Kazi ya mbegu kabla dhambi haijaingia, kazi ya mbegu ni kuota. Kazi ya samaki ni kuogelea kwenye bahari. Kazi ya ndege ni kupaa. Ni sifa ya uwezo Mungu aliyouweka ndani yako. Nisikilize unielewe. Tofautisha kati ya ajira ulionayo. Nisikilize, ajira ni position, sio kazi. Na unaelekezwa, unafundishwa. Yaani hapa tulipo kuna watu wengi hamfanyi kazi, ila mnafanya shughuli mlizoelekezwa. Mfano, leo hii tuna wataalamu wa software, si ndio? Tuna maengineer kwenye software, lakini unafikiri wanachofanya ni kazi ile Mungu aliyowapa? Ngoja nikuonyeshe mfano uelewe. Aliyepewa kazi haya mambo ya software alikuwa anaitwa Bill Gates. Wengine wote waliobaki wanajifunza alichofanya Bill Gates, wanakiendeleza. Sijui mnanielewa ninachokisema? Bill Gates alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni inaitwa IBM. Nimesoma historia yule jamaa. Kazi zilivyokuwa ngumu, akiwa nyumbani kwake garage amekaa, akaanza kufikiri from within. Anaanza kutafuta, hivi mimi Bill Gates ni nani? Na ni kitu gani Mungu amesema hivi, Peter kuna kitu nimekiweka ndani yako, ishi kwa hicho kitu ulicho nacho. Bill Gates akiwa amekaa ndio akarealize kwamba kumbe mimi duniani nina uwezo Mungu alikokaweka ndani yangu na ninakafanyia kazi. Alipoenda kwenye kampuni kuwaambia, walimfukuza. Alipofukuzwa akarudi akakaa nyumbani kwake akatengeneza. Nisikilizeni, kazi haitoki nje, inatoka ndani yako. Sijui mnanielewa? Bill Gates akiwa amekaa ametulia ndani ya ubongo, Mungu anamwambia Bill Gates, kuwa nilivyokuumba. Bill Gates, ndani yako kuna kakidubwana ambako kana kutofautisha wewe na watu wengine duniani. Bill Gates, wewe una kitu mwingine hana. Huyu rafiki akakatengeneza kakakamilika. Sikiliza, Bill Gates hakukatengeneza ili apate hela, no, alikatengeneza kwa sababu ndivyo alivyoumbwa. Alipomaliza kukatengeneza afu akaenda kwenye kampuni waliomfukuza, akamwambia wazee, mnaionaje? Walivyoangalia, bwana tukupe shilingi ngapi? Akaingiza nini? Pesa. Sasa leo mnisamee, leo kuna watu wanatutishia. Unakuta anasimama anakuambia mimi ni engineer wa software, anataja mpaka majina ambayo wewe hujui. Lakini kumbe kasahau yeye anajifunza uwezo Mungu aliyoweka ndani ya Bill Gates. Yeye tu anafanyaje? Na ndio maana unaenda darasani wewe. Hivi mbona mmenikasirikia? Huo ndio ukweli. Sikiliza, mnamjua Isaac Newton? Si mnamfahamu? Leo hii kuna watu tunajivunia kabisa, sudi gravitation force, ukitaka kujenga nyumba pima hivi, fanya hivi. Sikiliza, aliyekuwa na uwezo wa vile Mungu alivyomuumba mwanzo akamwambia hivi, Isaac Newton, kuwa nilivyokuumba, alikuwa ni Isaac Newton. Sisi wengine tunafanyia kazi mawazo yao. Na ndio maana watu wengi duniani hatufanikiwi kimaisha, kwa sababu hatujichunguzi uwezo tulionao, tunafanyia kazi vitu vya watu. Leo mmekasirika, ametenda maajabu. Nisikilizeni, sina nia mbaya. Sikiliza vizuri unielewe. Kazi unayofanya kuna siku utafukuzwa, lakini zawadi ulionayo hakuna atakayeweza kuiondoa. Na kuhakikishia, ule uwezo Mungu aliyoweka ndani yako, hata ifanikeje, trust me, utabaki kuwa nayo. Ngoja niwape mfano ili uelewe kwamba zawadi na kazi ni vitu viwili tofauti. Mkuu wa mkoa ni zawadi, ni position. It's a position. Ndio maana leo unapewa, kesho. Sikiliza, nisikilize nikunong'oneze.
kila binadamu kwenye hii dunia ana zawadi. Sikia, mwanamke mwenye akili timamu haolewi na mwanaume asiye na zawadi. Maana akienda haendi kufanya kazi. Kazi ya mwanamke ni msaidie mwanaume mwenye njozi, mwenye gifti, mwenye idea, mwenye thought, anayeiona kesho, mwanaume ambaye anatengeneza visivyo kuwepo vinaonekana. Sasa wewe mwanamke unaolewa na mwanaume, samahani nitumie neno hili, ana jinsia ya kiume lakini ana tafsiri ya kike. Nikiwa na maana hii, hana gifti, sio hanayo lakini hajaigundua. Na ndio maana leo duniani watu wengi tuna struggle na maisha yanatutesa. Mimi nikuuzie wazo leo, anza kutafuta uwezo Mungu aliyoweka ndani yako. Na nisikilize, unaupata na una uwezo wa kugundua wewe ni nani. Na unisikilize, siongei na wanawake. Ngoja niwaambie ukweli, mimi ni mume na miaka 10 kwenye ndoa. Ukiangalia maisha yako unayoishi na mkeo, kila wazo la mume mwanamke analisupport. Umegundua hilo jambo? Always wakina mama wako pale kutusaidia. Always they are just there to push your gift. Lakini shida inakuja hapa. Kama umemuoa mwanamke alafu wewe ulipo hujui zawadi yako, upo tu, tayari hilo ni tatizo. Na angalia kitu kibaya cha pili, mwanamke anapoteza confidence kwa mume. Kwa nini? Hana cha kusaidia. Yaani akiamka asubuhi, mume wangu kumekucha, salama, mume anamulikia salama. Tunakula tule, tunalala tulale, twende. Lakini ndio maana nasema hivi, wanaume wenzangu mliokuweko hapa, ndoa inakuja kama umejitambua na unajua adhina ulionayo. Na ndio maana Mungu alianza kamuumba Adamu, cha pili akamwekea bustani, cha tatu ingia ndani ya bustani, cha 4 fanya kazi, cha 5 si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Ili tutimize, tunachokitimiza ni kipi? Ni zawadi Mungu aliyoiweka ndani ya mwanaume. Ndio maana Mungu anasema hivi, mwanaume ni kichwa cha familia. Aishi hapo. Anasema mwanaume ni kichwa cha Kristo. Mwanaume ni Yesu duniani. Mwanamke anaponiangalia, mke wangu mimi anaponiangalia, maisha yangu na jinsi tunavyoishi, inapaswa ifikie pointi mke wangu aseme hivi, namuona Mungu maishani mwako. Nikuulize swali, amewahi kusema hivyo? Ametenda maajabu. Mke wako amewahi kuwa proud, anasema kabisa na confidence kwamba namshukuru Mungu kwa ajili yako? Au ni yule mke anasema Mungu Baba, chukua huyu mtu niwe huru? Nasisitiza kwa wanaume mnayenisikiliza, kuanzia leo search your gift. Na nisikiliza nikwambie, usiruhusu mtu yoyote kuizima uweza Mungu aliyoweka ndani yako. Don't. Kwa sababu uweza ulio ndani yako ndio wewe, zilizobaki it's just a history. Mungu awabariki.